Habari ndugu mpenzi mtazamaji, ni kukaribisha katika siku ya Ijumaa tunapoenda kuhitimisha somo la juma zima linalosema ningefanyaje zaidi. Tupate kupata point ambazo tutatoka nazo katika somo la juma la leo. Kiukweli tumejifunza mambo mengi. Sasa tunatoka na kitu gani? Au tuwasikilize walimu wamejifunza kitu gani ambacho kimewabadilisha maisha yao, lakini pia kitabadilisha maisha yako pia. Tuombe. Asante Mungu kwa kutufikisha hapa, ikiwa ni miisho ya somo la juma hili. Tunaomba Mungu katupatie mwisho mzuri, tukajifunze zaidi kupitia chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Mwalimu Mlekwa. Naam. Tuambie umejifunza nini katika somo la juma hili na unamwacha vipi mpenzi mtazamaji? Karibu. Asante, nashukuru mwalimu Eric. Katika juma hili tumejifunza kuna vitu vingi ambavyo ndugu mtazamaji unatakiwa uondoke navyo. Vitu muhimu sana. Cha kwanza kabisa. Kichwa cha somo letu kwamba angefanya nini zaidi. Kwa sababu inabidi kitoke na majibu. Kwamba Yohana 3:16 unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini afanyaje? Asipotee. Sasa kinachoongelewa hapo ni kwamba ilifika hatua alichokifanya Mwokozi, alimtoa mwanae. Yaani aliingia mwanae mauti. Maanake pale ilikuwa ni tashitashi kutengana mwana na baba. Ndio maana kuna wengine huwa wanahoji kama angetenda dhambi Bwana, je, wangetengana? Kwa hiyo maanake alihatarisha sehemu moja. Sasa anauliza hiyo sehemu aliyohatarisha ambayo anaipenda sana, ndivyo anavyotupenda sisi. Sasa kama unasema mimi na wewe kwamba Mungu bado unasema kama maswali tuliyoanza nao mwanzo wasema kwamba hanipendi hiki na kile, zile ni taarifa mbaya za shetani. Taarifa sahihi sasa mtazamaji ni kwamba Mungu anatupenda, hata alimtoa mwanae, kiasi kwamba upendo aliompenda mwanae ni sawa sawa na anavyotupenda sisi. Maana yake ulisi wa mwanae unakuwa ulisi wetu. Kwa hiyo ndio ikawa furaha yake. Na kingine, huyo Bwana wetu Yesu Kristo anasema alichukua masikitiko yetu, alichukua huzuni zetu. Ukisoma hapa na hata kuna swali, alichukuaje sikitiko zetu? Ukisoma Isaya 5, tulisoma mstari wa 6 pale. Mstari wa 5 na wa 6. Anasema alitegemea dhuluma, alitumainia. Mungu anawaambia Israeli kwamba nilitumainia kwenu nipate hukumu ya haki kwa watu wangu, lakini nikapata dhuluma. Kwa hiyo ndio maana Yesu alisema nitashuka, kwa sababu amekosekana mtu wa kuambia ukweli. Mimi ndimi kweli. Yesu anasema, tuliwahi kujifunza, nitashuka niwaambie ukweli hata kama wataniua kwa kusema kweli, ila nitakuwa nimesema ile kweli. Kwa maana hamna mtu anayesema kweli tena. Nitashuka mwenyewe niseme ile kweli, ili sasa katika ile kweli mimi niwe njia, ili nibebe masikitiko. Ndio maana kuna mtu anasikitika, mimi mbona nilizaliwa kwenye hori la ng'ombe? Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Mbona mimi nilionewa nilionewa sana? Yesu alionewa. Mbona nimefukuzwa kwetu? Yesu alifukuzwa wapi? Alikozaliwa walimkataa. Mbona mimi nimezaliwa familia maskini? Alizaliwa na fundi seremala. Sawa? Mbona mimi kwetu hamna gari? Alikuwa alipanda mwanapunda. Alikuwa anapewa. Tena alipanda mwanapunda kwenda Yerusalemu. Kuna mtu anapanda hapa sasa hizi anasema BMW kwenda mkuu, labda mkuu
hivi vyeti hivi, wewe kweli mfalme wa nchi unaweza ukapanda mwanapunda? Kwa hiyo masikitiko yote, yani kila scenario ambayo unafikiri, alichomwa mkuki ubavuni, alifanywa taji ya miba, yani ni tabu ambazo, yani alipelekewa, alisalitiwa na Yuda rafiki yake. Unasema mimi mbona nimesalitiwa na rafiki yangu kwa kweli kabisa wa nyumbani, sijui hiki na kile, yani kila kitu. Hivyo tunachoweza kuhitimisha ni kwamba kwa kweli ni kwamba tuko kwenye dunia ambayo shetani ametawala machafuko. Hayo yasiwe sababu ya kuziba jina lake. Jina lake ndipo linatenda mema. Hivyo wewe usiangalia haya mabaya, jua kwamba atatulipa. Ndio maana mwisho huko anasema tutalipwa, tutafutwa machozi. Asante mwalimu. Asante. Na nimkaribishe mwalimu Henry atupatie japo pointi moja ambayo tutatoka nayo katika juma hili. Karibu. Siku ya Ijumaa kuna swali namba 4 hapo. Inasema hatimaye hata majibu yetu bora kabisa kuhusiana na tatizo la uovu ya mapungufu kwa sasa. Tunaweza kufanya nini kwa vitendo kupunguza mateso katika ulimwengu huu tunapomngojea suluhisho la mwisho la matukio ya wakati wa mwisho wa historia na tatizo la uovu ambalo ni Mungu pekee awezaye kuleta? Hapa ametaja mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni kwamba hata kama tuwe na majibu yanayofikiri kwamba yanatosha kujibia swali la uovu, bado yana mapungufu. Na jambo la pili anazungumzia hapa ni swali analotuuliza kwamba tutaweza kufanya nini? Tufanye nini kwa vitendo kupunguza mateso? Kupunguza nini? Kupunguza mateso katika ulimwengu huu. Alafu tukiwa tunangojea suluhisho la nini? La mwisho. Suluhisho la mwisho. Alafu katika suluhisho la mwisho la matukio haya ya siku za nini? Za mwisho. Ambalo suluhisho Mungu peke yake ndiyo anayeweza kufanyaje? Kuleta. Ndio swali tulilouliza kwamba tunatakiwa tufanye nini kwa vitendo. Tukirudi kwenye siku ile ya Jumapili ambayo tutajua kwamba Kristo ni mshindi. Kristo ni mshindi. Tuliona kwamba shetani amefanya jitihada nyingi sana kujizilisha kwamba na yeye anaonekana kwamba ni mshindi, lakini shetani hajashinda mahali popote. Tukirejea kwenye fungu la ukariri la juma lililopita, alikuwa anasema atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa Ibilisi. Maana yeye hutenda dhambi tangu mwanzo. Yaani tangu yeye anaanza anatenda dhambi tu. Maana yake ni uzilisho kwamba katika pambano hili yeye amefanyaje? Kashashindwa. Kwa sababu hana option ya kugeuka na kurudi katika mstari ulionyoka. Lakini kwenye kitabu cha Yohana 18 fungu la 37 ambao ndio fungu letu kuu katika juma hili, inasema basi Pilato akamwambia, wewe huu mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Kila aliye na hiyo kweli huisikia sauti yangu. Maana ukiangalia fungu hili la kukariri na fungu la kukariri la juma lililopita, anasema kwamba yeye ndio maana alikuja ili kuzivunja kazi za nani? Za Ibilisi. Sasa hapa katika fungu la kukariri la juma hili anatuambia pia kwamba amekuja kuithibitisha nini? Ile kweli. Maana yake nini sasa? Sisi kwetu sisi tunachotakiwa kufanya kwa vitendo ni kuifuata hiyo kweli. Kuifuata hiyo nini? Kweli. Kwa sababu Kristo ameshinda. Maana yake kwamba katika kuifuata hiyo kweli, maana yake tutapunguza uovu mkubwa unaoendelea katika ulimwengu huu. Tutapunguza na mateso mengine. Kanuni za afya tukizifuata vizuri, maana yake tumeshapunguza magonjwa yanayokuja bila mpangilio. Tukifuata kanuni za maadili, maana yake tunatengeneza kizazi ambacho kilienda katika mwenendo mzuri. Mwenendo wa tabia ya nani? Wa tabia ya Mungu. Maana yake katika namna hiyo tutakuwa tunapunguza haya mateso katika kipindi hiki cha nyakati za siku za nini? Za mwisho. Na tutapunguza mambo mengi. Kwa hiyo maana yake sisi tunachotakiwa ni kuchagua upande wa nani? Ni kuchagua upande wa Kristo. Kwa sababu Kristo alikuja kuishuhudia hiyo kweli. Maana yake cha kwanza tunachopaswa kuiamini, tuiamini hiyo kweli, alafu hiyo kweli tuishike. Tukishaishika tutakuwa tumeshatoka katika changamoto hiyo ya uovu. Asante. Amina. Duniani mnayo dhiki,
lakini jipeni moyo, jipeni moyo, mimi nimeushinda Shinda ulimwengu. Ili ndio libaki kuwa tumaini letu, ndugu mpenzi mtazamaji. Unajua, unaweza ukawa unapitia changamoto unazozipitia wewe, nataka nikuhakikishie hata Kristo alizipitia. Changamoto unazozipitia hata mimi nazipitia, hata mwalimu Henry hapa nazipitia. Zinaweza zikatofautiana kidogo sana, lakini jiulize tu swali moja. Hivi unapokuwa unapitia hizo changamoto, uko upande upi wa ushindi au wa kufeli? Changamoto zinakuangusha au kwa kumtumaini Kristo unazishinda? Unajua kuna zile changamoto za asili kwamba hizi zipo, lakini pia kuna zile changamoto ambazo zinatokana na uchaguzi wa mtu binafsi. Sasa nikupendekezee leo, katika usiku wa leo, chagua upande wa Kristo. Amen. Yaani haijalishi unapita kwenye changamoto ngumu kiasi gani, Ng'ang'ania ni Kristo. bora tumaini lako libaki kwamba mimi niko upande wa Kristo, Hicho tu. kuliko upitie changamoto alafu uko upande wa Ibilisi, Alafu Kristo hayupo pia. alafu Kristo hayuko pamoja na wewe. Double standard. Matatizo square. Ndugu yangu mwalimu, unajua hicho kitu kinaoma sana. Yaani unapitia matatizo alafu uko upande wa Ibilisi. Ndicho kilichomtokea Samson. Amemwacha Mungu na macho unatobolewa. Na macho yanatolewa. Yaani ni tabu. Nadhani ndugu mpenzi mtazamaji, mpokee Yesu leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uwe upande wa ushindi. Amina. Na kumpokea Bwana ni rahisi sana. Ukiamua ukadhamiria kwenye moyo wako kwamba mimi nimekubali kuwa upande wa Kristo, ni rahisi sana. Very simple. Anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe, anifuate. Tukukaribisha katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina. Ikiwa unatamani na unawiwa katika moyo wako kujitoa kwa ajili ya Kristo, usiache kututafuta Kwenye namba hizo. Kwenye namba ambazo zinapatikana, lakini pia unaweza ukacomment, ukaandika namba yako ya simu, nasi tutakutafuta na kukupigia simu ili tukukaribishe katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na hili liwe tumaini letu sote. Kwa sababu Kristo anachelewa kurudi ulimwenguni mara ya pili ili sisi sote tuweze kuokolewa. Sasa kukawia kwako na mkawiza kuja, ni bora ujitoe leo kwake ili Yesu aweze kurejea mara ya pili. Na siku ya kesho tutakuwa na ibada kanisani. Tunakuwa live kwenye ibada zetu. Unaweza ukatufuatilia pia kwa ajili ya kujifunza zaidi. Lakini pia katika channel yetu tunaweza tukawa tunarusha vipindi vingine mbalimbali. Unaweza ukasubscribe ili uweze kupata vipindi ambavyo vinarushwa. Kuna nyimbo pale tumetoa pia. Kuna wimbo pia wa kwaya kanisa la Sakina umetoka. Unaweza ukaingia kwenye channel ya kwaya au kwa channel hii ya kanisa. Wimbo pia huwa unapatikana, ukabarikiwa na Mungu akubariki. Amen. Na kama unatamani kuweza kujua Sakina nitafikaje, ukiwa unatokea mjini, ukishuka nadhani stendi ya Arusha ndio inajulikana sana. Stendi kubwa, utaulizia tu magari au parking ya magari ya Ngaramtoni yanapakiwa wapi. Ukionyeshwa unapanda gari, unakuja unashukia kwenye kituo kinaitwa Getini au Raskazoni. Utaonyeshwa hapo, kutakuwa kuna vibao elekezi ambavyo vinakuelekeza kufika kanisa la Adventista wa Sabato. Lakini pia uenda ukawa unatutazama unatokea maeneo ya Ngaramtoni, unapanda gari zinazokuja mjini, unashuka kituo hicho cha Getini au Raskazoni. Utaona maelekezo ya vibao kufika kanisani, na Mungu akubariki sana. Amina. Usiache kuwa pamoja nasi na kutufuatilia zaidi. Hata wiki inayokuja tutakuwa na somo pia lingine la kujifunza. Sasa kwa kuhitimisha, tupate ombi kutoka kwa mwalimu Henry. Karibu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa ajili ya kipindi hiki. Umetufundisha masomo ya juma zima. Baba, tusaidie pamoja na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu tuweze kuyafanyia kazi. Ili Baba, hiyo kweli uliokuja kuishuhudia kupitia mwanao Yesu Kristo, na sisi nasi tuishike. Ili katika kundi la watu watakaoingia katika ufalme wako, sisi pamoja na mtazamaji wetu tukae miongoni mwa watakaoingia katika raha ya milele. Hivyo tuombavyo kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.